Hebu rudia mstari huo wa kwanza. Kila apendaye mafundisho hupenda maarifa, bali yeye achukiaye kulaumiwa ni kama mnyama. Kila mtu anayependa kufundishwa, kila mtu apendaye mafundisho, na kila mtu apendaye kwenda katika mwongozo na kwenda katika utimilivu na kwenda katika kusudio, yeye anayependa kwenda katika mafundisho ataweza kupokea ufahamu. Na nyakati mingi tumekosa ufahamu kwa sababu hatupendi, we don't like, hatupendi kufundishwa na hatuweki kuwekwa katika mafundisho, hatupendi kuwekwa katika mwongozo, hatupendi kuwekwa katika yale mambo ambao yanaokaa kuwa ni mafundisho na ulete katika mwangaza. Tunatamani kutembea vile ambavyo tunavyotaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Wengi wetu tumekuwa watu ambao we want to go the way we feel it is right and it is correct. Ninaposikia ikiwa hivi iko sawa, ninaposikia ikiwa hivi iko sawa, nataka nitembee hivyo, na hivyo katika kule kutembea sitaki ama nakataa kule kurekebishwa na kule kuelekezwa. Bwana asifiwe. Amen. Anayekataa mafundisho, naye maandiko inasema ni kama mnyama. Bwana asifiwe. Maana mnyama atafundishwa tu cha lazima. Ndio sababu ukitaka kufundisha mnyama unafundishanga na kiboko. Ukimwambia pita, kama ukitaka kumpindua au mwambie pinduka, lazima ungoke kiboko ndio apinduke. Asiyependa mafundisho ni kama mnyama. Asiyependa marekebisho ni kama mnyama. Asiyependa kuongozwa na kupelekwa katika mwongozo ufaao, basi maandiko inasema ni kama mnyama. Kwa hivyo wapendwa, asubuhi ya leo ningetamani na nina shauku katika moyo wangu ya kwamba Bwana akatusaidie, ya kwamba Bwana akatupe akili zinazotaka kufundishwa, na tukakubali ya kwamba katika kutembea kwetu na katika kwenda kwetu hatuwezi kutembea katika ukamilifu siku zote. Bwana asifiwe sana. Amen. Hatuwezi kwenda katika ukamilifu, maana kinachoitwa chema katika moyo wangu, nataka nikwambie kitu hicho ni sumu na ni kwazo kwa ndugu yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Unachokipokea na kukifurahia, kuna mtu mwingine akikiona analia. Kuna mambo ambayo yakitokea, wengine wanashangilia ya kwamba sasa yamelipwa, na wengine wanaingia katika machozi. Kwa hivyo wapendwa, tunapotembea, ningependa nikakwambie furaha yako ujue ni machozi ya mtu mwingine, na anaporekebisha, anapoingia katika njia na katika mwongozo. Maana tunapotamani, tunapoenenda katika yale marekebisho, unapata twainuka na twatembea kufikia utukufu. Bwana asifiwe sana. Amen. Na hivyo wateule na wapendo wa Bwana, kuna shauku katika moyo wangu ya kwamba tuenende katika kufundishana. Ninataka unifundishe, mimi sijakamilika na wewe hujakamilika. Bwana asifiwe sana. Let us teach each other. Let us bring each other. Let us encourage each other. Let us build each other. Maana katika kule kujengana, it has purpose of the kingdom of God. Katika kule kutiana moyo na kutiana nguvu, ya kwamba kuna upatanisho na kuna ukuu wa Bwana. Tunaponyenyekea na tunapoenda, Bwana asifiwe sana. Amen. Ya kwamba tutainuka na utapata tumepata nguvu. Wapendwa, tutaweza kwenda katika upeo moja, kwa sababu mioyo yetu imepewa kutembea katika
katika ukamilifu na katika ujasiri wa Bwana na katika utimilifu wa Bwana. When we go closer to the Lord will teach us. Maandiko inasema ya kwamba, hebu tusome katika kitabu cha Mika 3:1. Mika 3:1. Nikasema, tafadhali sikieni, enyi vichwa vya Yakobo, mnaoitawala nyumba ya Israeli. Je, haiwapasi ninyi kujua hukumu? Basi sikizeni, enyi vichwa mnayetawala nyumba ya Yakobo. Sikizeni enyi viongozi, enyi watu mnayetawala, enyi mlie vichwa. Kichwa ni kiongozi. A leader is the head, anakuwa kichwa. Na hivyo kama wapendwa na kama wateule, inasema, neno linasema ya kwamba sikizeni enyi vichwa vya Yakobo, enyi vichwa vya Israeli, ya kwamba mnayeongoza, them that lead the house of the Lord, them that lead the sons of Israel, them that lead the congregation of the Lord. Bwana asifiwe sana. Wale ambao tuongozaye katika nyumba ya Bwana, wale ambao tunayeongoza katika madhabahu ya Bwana, wale tunayeongoza watu tukiwaelekeza katika uzima. Maandiko inasema ya kwamba tusikize na tupate shauri. Bwana asifiwe sana. Amen. Ya kwamba tukaelekezwe katika utenda kazi ule, ya kwamba tukaelekezwe katika neema ile, ya kwamba tukaelekezwe katika ushirika ule, na hivyo katika ule mwelekezo tutapata kuponyana na kutiana nguvu. Kinachosumbua ni kukataa na kuenenda katika mawazo na akili zetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na watu wote waliotembea na Mungu, they were very humble. Bwana asifiwe sana. Amen. Ya kwamba watu waliotembea na Mungu, watu waliotembea katika uwepo wa Mungu, watu waliotembea katika uwezo wa Mungu, wote walikuwa wanyenyekevu, walikuwa watu wanyenyekevu sana, walikuwa watu wa kupata mafundisho, walikuwa watu wanapoelekezwa jangwani, they never argued about the wilderness. Walitembea na kuingia katika wilderness, na wakatoka wakiwa na ufahamu, wakatoka wakiwa wamefundishwa. Wapendwa, tunahitaji kujiweka katika nafasi ili tukaweze kufuata maagizo na tukaweze kupata mwongozo, ili tulie vichwa vya Israeli, tukaweze kuwa na uwezo wa kujirekebisha na kurekebisha wengine. Bwana asifiwe sana. Amen. Hawezi kuelekeza watu mahali kufanya kitu chenye au kijui. Bwana asifiwe sana. Amen. Na huwezi kurekebisha makosa yale yenye hujajui. It will need you to know. Bwana asifiwe sana. Amen. Na inapofika katika hatua ile, itakupea kuelewa na kutambua makusudio ya Bwana, itakupea kuelewa na kutambua njia za Bwana. Wapendwa, can we go in a place of humbleness, ya kwamba tukakubali kunyenyekeana, na mmoja akamnyenyekee mwingine, na mmoja akampende mwingine, na mmoja akamtakie mwingine mema, na mmoja akamtakie yule mwingine mafanikio. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa nini tuhitajike hivyo? Maana tusipotamani na tusipoenenda katika ule ukamilifu, utapata majira mengi tutakaa kwa njia. Bwana asifiwe sana. Utapata nyakati mingi tutakaa kwa njia. Wakati tunapokaa
tukienda katika utimilivu na katika njia ya kwamba Bwana akatusaidie, naye Bwana akikusaidia na akinisaidia, tukaweze kuwainua walio chini, tukaweze kuinua wale walio nyuma yetu, tukaweze kuwafundisha wale walio nyuma yetu. Hii ndio sababu neno linasema ya kwamba neno hili limewekwa ili mkajue, na hivyo ikawe ni mafundisho hata kwa kizazi chenu, hata kwa watu wenu kukawepo na mafundisho, hata katika njia zenu kukawepo na kufundishana. Maana kuna watu watakaofundishwa na wao wakawafundisha wengine. Kuna watu waliookoka nao wakawaombea wengine wokovu. Kuna watu walionyenyekea nao wanahitaji kuwafundisha wengine kunyenyekea. Kuna watu walioongoza na wao wakafundisha wengine kuongoza. Maana hautaongoza milele, maana hautakuwa mtawala milele. You are given a time to rule. Bwana asifiwe. Amen. Na hivyo tusipokubali kuyapokea mabadiliko Bwana asifiwe sana. Amen. Kama sitakubali na kama hautakubali kuyapokea mabadiliko yatakulazimisha kubadilika. Bwana asifiwe sana. Amen. Kama hatutakubali kuyapokea mabadiliko, basi mabadiliko yatatulazimisha ili tukaweze kubadilika, maana tutakuwa tuko offside. Bwana asifiwe sana. Amen. Nyakati za kitambo, kabla simu haijakuja, watu walikuwa wanatuma barua. Unakuta unaandika barua na unaweka kwa bahasha na unapea mtu kutoka nyumbani alete Nairobi, na anaweza kulete na ikae ikuje kumaliza mwezi bado haijafika, iko kwa njia, na hakuna mtu alikuwa ananungulika. Bwana asifiwe sana. Amen. Nobody could complain. Bwana asifiwe sana. Amen. Lakini kwa mapito yale na kwa njia hili, ikawa katika majira yale, it was in that era, na vile maisha yalivyokuja yakaanza kubadilika, watu wakaanza kubadilika. Leo hakuna mtu huandika barua apeane ipelekwe, unajipelekea. Bwana asifiwe sana. Amen. Unakuta you are digital. Tukatoka katika kizazi cha mbele tukaingia katika kizazi kipya. Hivyo ninasema nini? We must accept transformation in the heart. We must accept what is bringing newness in the midst of us. We must accept. Bwana asifiwe sana. Amen. Ya kwamba tunapotembea na tunapokaa tukayakubali mabadiliko, na yale mabadiliko tutaenda kulingana na hali zinazostahili, na tutatembea katika upeo unaokubalika. Maana twaenda ya kwamba twaenda katika yale matendo, twaenda katika ile njia, twaenda katika ule mwongozo, twaenda katika ile hatima. Na hivyo tunapofundishana, when we teach each other. Bwana asifiwe. Amen. Na ninaamini, mimi napenda kufundishwa. Napenda kufundishwa. Nikiona kitu sikijui, nikikuja kufundishwa na kuanga mpole sana, I'm very humble. Naenda chini ili niweze kujua. Bwana asifiwe sana. Na hii ndio sababu wanasema hata mtoto wa Sunday school akuje na ujumbe hapa aniambie, pastor, unajua ninataka na ninaona, huwa sipuuzi, nashikilia. Maana sijui Mungu atakuja kutumia nani na siku gani. Bwana asifiwe sana. Amen. Wacha nikwambie, ujui Mungu atakuja kutumia nani na wakati gani katika maisha yako. Kwa hivyo usipuuze chochote wala usidharau chochote. Bwana asifiwe sana. Amen. Wale waliodharaulika ndio walikuja kutumika kuwa msaada, na wale walioheshimika wakatupuuza.
wale walioonekana wa msaada ilifika mahali wakapuuza na wakatupuuza, na wale waliokuwa duni wakaheshimika na wakakuwa vitu vya dhamana. I tell you, every life, every brother, every sister is a very important vessel in the house of the Lord. Ni vile majira yake ya kufanya kile Bwana anataka ikafika. Wewe mpe muda, give time. Bwana asifiwe. Maana tunahitaji kufundishana katika imani, na usitake nikuwe ile kitu ambacho wewe mwenyewe sijafikia. Usitake nikuwe ile kitu sijafikia. Wewe nipe muda ni. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Why? Because we can teach each other, we can humble each other, we can go closer to each other, we can dwell. Oh my Father, we can humble in the presence of God, because every person has a mission, every person has a purpose, every brother has a purpose, every sister has a purpose. Hallelujah. Amen. Unajua kinachosumbua watu nyakati nyingi, wakati mtu anapata kitu, anaanza kupatwa na mariko na kuona ni kama hiyo kitu yani yeye amekwenda juu. Ningependa nikwambie, hiyo kitu ulichopewa, umepewa kikuwe cha baraka kwa wengine. Na baraka si kukaa ukiona, yani si kuona wale wengine hawawezi. Hapana. Bwana asifiwe. Amen. When we get, it doesn't mean the others cannot get. Tunapopata haimaanishi wengine hawawezi pata. Hapana, tumepewa kupata kwa wakati huu ndio tuwasaidie na wao wakuje katika nafasi ya kupata. Sasa kinachotusumbua ni selfishness. Hallelujah. Selfishness. Hebu uliza jirani, wewe ni mbinafsi? Bwana asifiwe. Amen. Hebu muulize, wewe ni mbinafsi? Yaani uko na ubinafsi, unapata ubinafsi, unataka hata unapopewa katika nafasi, unapopewa wakati, unapopewa mahali Bwana amekuweka, ndio upewe watu wengine nafasi ya kutumika, ndio upewe wengine nafasi ya kusimama, ndio upate nafasi ya kupea wengine wainuke, badala ya kuwapea unawakanyagia. Na hii ndio sababu ukienda kwa watu walio na pesa, ndio wananunuanga vitu vya watu vibaya. Bwana asifiwe. Amen. Siende usiye tajiri kitu ndio ujue, sababu ako na pesa, akienda anakwambia hii kitu yako hata ninaona ni kama haina maana hii, hata nilikuwa siitaki. Unauza pesa ngapi? Ati 10,000. Hii hata labda 2,000 kama unataka utachukua tu, lakini hata siitaki. Kwanza anakwambia hata siitaki, lakini sababu uko na shida nitakupea 2,000. Yaani waliopewa nafasi ya kusaidia, badala ya kusaidia wanaenda wakimalizia. Bwana asifiwe sana. Amen. Sasa baada ya kumpea na hiyo 2,000, sababu amekwambia wacha hata ni sitaki, sasa rudi upate hiyo 2,000 na uende kwake umwambie ile 2,000 nimepata, shika nipe kitu yako. Atakwambia ni 15,000 ama 20. Anakwambia uone hii kitu ni kitu ya dhamana sana, wewe unaleta mchezo hapa. Wakati kipo mikononi mwa wengine ni bure, lakini kikifika kwako ni kitu cha dhamana. Na hivyo ndivyo ambavyo tumekuwa na njia ya kudharau, tumekuwa na njia ya kupuuza, tumekuwa na njia ya kutufikia, tumekuwa na njia ya kutukamilisha. Na pale ambapo tunapojipata, twajipata katika kilio na katika mahangaiko, twajipata katika mateso, twajipata katika kufinyiliwa, twajipata katika hali isiyo kamilifu. Bwana asifiwe. Amen. Kwa sababu hatutaki kufundishana. Bwana asifiwe. Amen.
kwa sababu hatutaki kufundishana kama wapendwa. Unakuta ile nafasi tungefundishana tufikie, unakuta hutaki kufundisha. Umejua kuhubiri, hautaki kufundisha wengine kujua kuhubiri. Umejua kuomba, hautaki wengine wajue kuomba. Umejua kuimba, hautaki mwingine ajue kuimba. Wewe unataka kubaki peke yako. What you know, teach somebody else. You are in that position for a particular time. Nao unakataa kufundisha. Wanaweza kuwa wanajua kukuliko, ni vile haujui na hawaja shika vitu. Unajua kuna ile kushikisha moto. Bwana asifiwe sana. Amen. Kuna ile kupepetea. Labda huyu mtu anajua na hata anajua kukuliko, ni vile hajapata kitu ya kumpepetea. Ikipepetewa iwake itakushangaza, na hapo ndio unapatanga vita sasa inaanza. Maana imepepetewa ikawaka. Sasa ikiwaka inakuwa moto kukuliko. Unaanza kusema hapana, unajua hii kitu inaleta si mzuri. Si ati si mzuri, imepepetewa. And now tutaenda kupepetea kila kibali, tutapepetea kila mtu, tutapepetea kila kupendwa, tutapepetea kila ndugu, tutapepetea kila dada. Haleluya. Amen. Ya kwamba apepetewe awake kwa kazi anaotaka kutekeleza. Wewe usiingililie, toka kwa njia. Na kama ulikuwa unaona wewe ndio unajua na unaona umekaa kupitwa, usianze kuleta fujo. Kubali na useme majira ya Bwana ni mema kwa wakati wote, na Bwana huwapea watu kwa majira na anawafikisha katika viwango fulani kwa majira. Ya kwamba katika ule ufahamu, let us not be killed by selfishness and pride. Selfishness and pride. Bwana asifiwe sana. Amen. Maana asiyependa kufundishwa ni kama mnyama, naye anayekataa kufundisha naye ni kama nini? Maana anaweza kuwa kuna yule anakataa kufundisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Ama leo nimeanza kwa saa asubuhi mapema. Let us position ourselves to learn. Bwana asifiwe sana. Amen. Let us Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tunisomea mstari wa 2. Mika 3 mstari wa 2. Ninyi mnaoyachukia mema na kuyapenda mabaya, ninyi mnaowachuna watu ngozi yao na nyama mifupani mwao. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ninyi mnaochukia mema, ninyi mnaochukia mambo yaliyo mazuri, mnachuna watu ngozi zao na mnachuna nyama zao. Haleluya. Hiyo hapo kuna hatari. Bwana asifiwe sana. Amen. Umetoa ngozi watu wangapi? Haleluya. Amen. Umetoa ngozi watu wangapi? Maana si mimi, ni Biblia inasema, enyi watu msiyependa mema, kazi yenu ni kutoa watu ngozi. Kazi yenu ni kutoa watu ngozi na kuwachuna nyama, ya kwamba mkiona kitu kizuri kinachotendeka ndani yao, mnaking'oa, mnakipiga, mnakisambaratisha, mnakifunja. Maana kusudio na lengo la Bwana ni kukweza na kupandisha katika upeo wa Bwana, ni kukweza na kupandisha katika utukufu. Lakini kwa sababu ampendi mema, kwa sababu haupendi uzuri, kwa sababu haupendi kuona wengine wakifanikiwa na wakiinuka, hautaki kuona wengine wakikuwa katika upeo wa juu kukuliko. Sasa unaanza kuwatoa ngozi, unaanza kuwatoa ngozi. Na hapa tunaweza kuwa tuko na watu kadhaa wamechinjwa, wametolewa ngozi.
Bwana asifiwe sana. Amen. Ya kwamba wanapotolewa ngozi, utapata mioyo yao iko na uchungu, utapata mioyo yao iko na huzuni, utapata wako mahali hapa kwa kuvumilia. Sitaki mtu akae kanisani kwa kuvumilia. I want everybody to sit here, akakae mahali hapa kwa furaha na kwa kusherehekea, si kwa kuvumilia na si kwa kukaa wakivumilia. Watu wakae kwa furaha na kusherehekea. Tunapokaa kwa kuvumilia, ina maana kuwa tumetolewa ngozi, tunaendelea na kutolewa ngozi na nyama, na siku ile utakuja kushtukia, utakuta umechomoka mbio. Hata tukikufuata utakuta hatuwezi kukupata. Hata tukitumana utakuta uwezi onekana. Hata tukikupembeleza utakuta moyo wako umetoka, maana ngozi lako limetolewa. The pain that is in your heart. Hallelujah. Amen. Ya kwamba wateule, let us position ourselves, let us put ourselves in order, let us put ourselves in the presence of God, and let us keep the acts of each other. Ya kwamba tutiane moyo na tutiane nguvu na tuwache kutuana ngozi. Yes, najua kile Yesu ataweza. Salimia jirani, mwambie Yesu ataweza. Mwambie Yesu ataweza tu. Na kama nilikutoa ngozi tafadhali. Wewe, hata kama nilikuchuna ngozi, nitajaribu nirejeshe kwa upole. Bwana asifiwe sana. Kabla moyo haujaondoka, maana watu hawa wasiopenda mema wanatoa ngozi. Maandiko inasema wanatoa ngozi na wanatoa nyama katika mifupa, ya kwamba wanatoa mifupa katika, yani inaposemekana wanatoa ngozi, ina maana gani? Wewe unaenda ukiyafua matendo ya watu wanaoyatenda, chema wanachokitenda kwa ajili ya Mungu, wewe unaenda unakifua, unakiweka chini. Wanapojaribu kujifunika kwa matendo, maana watu katika kanisa watajifunika kwa matendo, watajifunika kwa yale mambo wanaotenda katika maisha yao. Hayo ndiyo yatakao kuwa ngozi katika maisha yao. Wakati unapokuja kuanza kuyavua yale mambo wanaoyatenda, unapata watu ni watenda kazi, unapata watu ni watu wa kuabudu, unapata watu ni watu wa kuinua Mungu, unapata watu ni watu wa kunyenyekea Bwana. Wakati unapopata unawatoa ngozi, unayanenea yale matendo wanaotenda, unazinenea zile kazi wanazozifanya, unazinenea zile njia wanazopitia, unanenea kuhusu kujitolea kwao, unaendelea na kuwatoa ngozi. Kila mtu aachiliwe, na kila mtu akae katika njia yake kwa amani na utulivu. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Na wale ambao wakitolewa ngozi wanaonekana kuvumilia, wanaenda wanaanza kutolewa nyama, ndio ibaki mifupa. Hallelujah. Amen. Ya kwamba wanapoendelea na kutenda kazi zao, wanapoendelea na kumtendea Mungu kazi, wakiendelea na kutekeleza, unapata kuna wale waliokuja kwa ajili ya kuwatoa. Na hivyo hata kanisani kuko hivyo, unapata kuna watu waliokuja kanisani ili wakaendeleze kazi ya Bwana, wakaendeleze kumtukuza Bwana, wakaendeleze kuifanya kazi ya Bwana. Na wengine walikuja si kuja kufanya kazi ya Bwana, walikuja kutoa ngozi watu wale wengine. Lazima ujipeleleze, na nataka ujipeleleze leo kabla tumalize ibada ya leo, kabla ibada ya leo ikamilike. Ningependa ukajipeleleze, labda mimi ni mtoaji wa ngozi ama mimi ni mkulaji wa nyama.
ama mimi ni mtu wa kuendeleza. Bwana asifiwe sana. Amen. Maana watu walie katika nafasi ya kutenda badala ya kutenda, wale waliopewa kuwa katika nafasi za kutenda, hapo ndipo unapata vita ipo. Hao ndio hawataki kupitwa na hawataki kurudi nyuma, hawataki kukaa nyuma, hawataki kuzuiliwa, wanataka we lead in the front. Ningependa nikwambie, you front can never be yours forever. Front will be for yours only for few days, only for few years, only for few months. Baada ya kutoka mahali pale, God will position others in the mission. God will position others in your work. Bwana Yesu asifiwe sana. Wapendwa, sitahubiri hapa milele, hapana. Niko karibu kuseeka. Kwani iko nini? Haleluya. Amen. Niko karibu kuseeka, na hivyo nahitaji kuona wapendwa wanaojitolea kusimama katika kuhubiri, wanaojitolea katika kutumikia Bwana, wanaojitolea ili nikienda kuzeeka ukute niko na vijana wanasema wacha mzee asiguswe. Amen. Yeye ndiye alitulejengea muziki. Bwana asifiwe. Kama ulikataa ukijenga msingi, basi watu watakupiga. Maana kusudi na lengo la Bwana anapea kila mmoja kujenga msingi kwa ajili ya kizazi kingine. I am here building foundation because of our future generation, not because of me only, not because of my life only, but because of you and the others. Kile kinachotusumbua ni kutaka kutoa watu ngozi. Bwana asifiwe sana. Amen. Na hivyo tunapoingia kupigana katika maisha, tunapoingia kusipiga kazi ambazo watu wanazitekeleza, tunawatoa ngozi. Tafadhali, kama mdomo yako ni kisu, please shona. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Kama mdomo yako ni kisu ambao inaenda ikitoa watu, inaenda ikitoa ngozi ya watu, unakuta mtu alikuja ametekeleza kwa moyo safi, wewe kazi yako ni kwenda ukimopeleleza, ukimtoa ngozi. Sitaki mtu anatoa mwingine ngozi hapa. Mimi nimekuja kuchunga kondoo, si mbuzi na si chui. Haleluya. Si chui. Kwani mnataka kuwa machui hapa kanisani? Sasa unakuta saa yote ni kukarana. Baba, si ya kuja kuchunga chui, nataka kuchunga kondoo. Watakaojengana, watakaotiana moyo, watakaofarijiana, hakuna kutoana ngozi. Bwana asifiwe. Amen. Hata wewe nikuulize, hata wewe ikiwa ni wewe, wachana na mimi. Sasa hata kama ni wewe, ukute ile kitu unajitolea kutenda na unatenda kwa kung'ang'ana. Si ati unatenda sababu umeweza kutenda, unatenda kwa kung'ang'ana. Unakuta mtu mwingine ameanza kuja kuitoa na kuiharibu. How do you feel? How do you feel? Bwana asifiwe. Amen. Hiyo ndio kutoana ngozi. Na hiyo ndio sababu ninasema ya kwamba ukitaka kujua wale watu waliowekwa wa msaada, wale watu waliopewa uwezo wa kusaidia, ningependa nikwambie katika eneo hili na katika mji huu na katika wito huu, kuna watu walio na uwezo na walio na uwezo mkubwa wa kimapato ambao wangesimama katika nafasi na wasaidie huduma huu kusonga, lakini hawakuingia, lakini hawawezi kuja. Anasiweza. Amen. Maana wao wakiangalia hawaoni kazi ya Mungu, wanaona nini? Ni biashara. Unaona? Bwana asifiwe. Amen. Na wakitoka pale, kile wanachokiangalia, it is not about the good work that you are doing. It is not about the good support that you are giving. They started the story. Wanaanza kuharibu, wanaanza kubomoa, wanaanza kukwaza, wanaanza kutoa ngozi. Wapendwa, hakuna kitu iliyo chungu kama kutolewa ngozi. Ningependa nikwambie, kama kutolewa ngozi, kama unagongangwa kidole tu na jivu, unatembea Mungu
Hapo utaki nguzo tena, ngozi tu kadogo. Sasa huanza kutoa mwili. That is how painful it is. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ya kwamba wapendwa, wale tunaofuatilia na tunaoenda, wale mulie katika nafasi, wale mulie katika hatua, ya kwamba mkajipe kuwa katika uwepo wa Bwana. Let you position yourself to be in the presence of God. Let you position yourself to be in the working of the kingdom of God, to be in the operation of the kingdom of God. Ya kwamba kwa matendo yale, ya kwamba kwa njia ile tukapate kufarijiana, tukapate kutiana moyo, tukapate kuinuana, tukapate kujengana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na hivyo tukianza kutiana moyo, it won't take us a year. Haitatuchukua mwaka huu kamilike, utakuta hii kanisa limejaa. Lakini kwa sababu ya kutoana ngozi saa yote, unakuta watu hawawezi kaa. Haleluya. Amen. Sababu ya kutoana ngozi saa yote. Wewe ndio ulifanya, wewe ndio ulienda, wewe ndio ulikuwa, tunatoana ngozi. Sasa ukishatolewa ngozi, hata wewe utangoja. Utasema afadhali nitoroke na ile kanyama imebaki, labda nikapatia kosi mbele. Bwana asifiwe sana. Amen. Kama Mungu atanisaidia, at least nisiende na ukute nimeenda. Maana wanatoa ngozi na wakiona ni kama usikii uchungu wa kutolewa ngozi, wanafuata nyama iliyobaki kwa. Hai, wapendwa, hapana. Haleluya. Bwana asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hapana, lazima tukatae kutoana ngozi. Lazima tukatae kufuana nguo. Lazima tukatae hali hii. Maana shetani anakuja, anaanzisha vita katikati yetu. Na akishaanzisha, akiona imeanza, anasimama kando. Sasa sisi wenyewe tutoane nguo. Sisi wenyewe tutoane ngozi. Na hii ndiyo sababu Paulo analiandikia kanisa, analiambia ya kwamba, anawaambia wapendwa, muangalie. Hata mkikulana, muangalie msimalizane. Hata mkianza vita, muangalie msimalizane. Kwa nini? Maana mkianza kungwarana, anakuja kuangalia. Hata mtu akikuja kwa, hata alikuwa anakuja kanisa kuabudu, anaona nyuso zimejaa. Na anaona mkono ingine. Niliona wakati mmoja nilienda kuhubiri mkutano ingine na huko kitu. Sasa nikiwa nimelala usiku, naona makucha yanakuja kunikamata. Hai, amuka. Nimepewa mahali pa kulala. Nikilala, nikiendelea, nikisinzia kidogo, naona makucha. Hai, ilibidi nikakaa mpaka asubuhi nikiangalia. Sasa hata kama ni wewe utalala ukisinzia kidogo. Sasa wapendwa, tumekuwa watu wa aina hiyo. Tukipata watu, yani tukiwa kanisani, badala ya kudumisha na kupendana na kurekebishana na kuwekana katika njia iliyo kamilifu, kazi yetu imekuwa ni kutoana ngozi. Sitaki mtu anatoa ngozi mwingine hapo. Tunisomee mstari ulio hapo chini, alafu tumalizie pale. Bwana asifiwe sana. Amen. Na soma hapo chini. Naam, mnakula nyama ya watu wangu na kuwachuna ngozi zao na kuivunja mifupa yao. Naam, kuwakata vipande vipande kama kwa kutiwa chunguni na kama nyama sufuriani. Bwana asifiwe sana. Amen. Mnawakata. Haleluya. Mnawakatakata. Mnakula nyama zao, mnakata mifupa yao. Ili ni kama nyama iwekwae katika chungu. Kanisani mambo haya yanaweza kutokea aje? Yatatokea wakati tunapoinukiana na kupigana na kuzamishana sisi wenyewe. Bwana asifiwe sana. Amen. Hebu jiulize, ukichochewa na mtu wa ulimwengu,
ukapige mtu aliyeokoka, uko na akili nzuri? Bwana asifiwe sana. Amen. Mtu wa ulimwengu akikuchochea ukaanze vita na ndugu aliyeokoka, na wewe unaanza kusikia, hata hujachukua muda umeanza unafika unataka saa hiyo kuondoka na mkono, unasema nitakata, na saa hiyo unaenda ukitumia maandiko unasema na ile mkono inasema utakuingiza mbinguni, wacha nikate. Haujaangalia, umeambiwa mkono ni ya nani na ni nani amesema. You must research. Bwana asifiwe. Maana kama wapendwa na kama watenda kazi, many times we have been stricken, we have been brought down. Bwana asifiwe. Tumeshushwa, si kwa sababu tunastahili kushushwa, lakini sisi wenyewe tukishushana. Bwana asifiwe. Hebu nikuulize, kama mimi nitakutusi na mimi ndio nashindanga na wewe, na yule aliye pale nje atakutusi, na utapokelewa? Nobody will receive. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo twajipata na twakuwa katika ile nafasi ambao ya kwamba neema, ya kwamba kuna hatari ambazo zinazofanya kanisa la Bwana lisiweze kuendelea, lisiweze kukwea, lisiweze kupanuka, na linakosa kupanuka sababu tunapochukua matendo mema tunajifalisha. Tunapochukua matendo mema tunaweka katika maisha yetu. Tunapochukua mambo tunatekeleza katika nyumba ya Bwana, na yanafanyika nao watu wengine wanakuwa katika nafasi ya kutoa ngozi. Wanapokuja kuanza kuyatoa yale mambo ama kuyakemea ama kuyaharibu mambo tunayoyatenda, kazi ambazo tunazozitenda zinapokuwa zikichafuliwa, zinapokuwa zikiongelelewa vibaya, twatolewa ngozi na twaendelea na kuelekezwa katika kuchuna. Every act should be encouraged. Bwana asifiwe sana. Hii ni kwamba tumeiweka katikati ya wapendwa, maana watu wa ulimwengu atachukua kile kizuri uko nayo. Bwana asifiwe sana. Amen. Ninakumbuka wakati mmoja nikiwa nimeokoka kitambo sana, miaka 2000, lakini si kitambo. Ilikuwa na jaketi moja niliyokuwa nimenunuliwa na baba yangu, ilikuwa ya leather. Zilikuwa zimetokea hapa hivi, ilikuwa ni leather, inawekwa leather mikono, alafu hapa hivi inakuwa ni ngozi, inakuwa ni kama aina ya kitambaa hivi, na hapa inateremka. Ilikuwa so good. Bwana asifiwe sana. Na sasa ile nguo, sababu ilikuwa na ya pesa. Sasa mimi nikakuja Nairobi, nikapewa na baba na kaenda naye nyumbani. Na unajua niliokoka. Sasa niko na Yesu, nikaenda nikapatana na ndugu mwingine. Alikuwa mchungaji huko. Sasa akaniambia, hii kajaketi ni kazuri, sio nibariki naye. Na mimi kwa upendo wa Yesu nikamwambia. Nikaenda nikafika nyumbani. Nguo ionekane, nikakaa siku ya kwanza, ya pili ile nguo ikaonekana sasa akiwa amevaa. Siku hiyo sikulala nyumbani, niliambiwa niende. Kwa sababu sasa wakati huo sasa ilibidi badala ya kuendea nguo ilibidi nikuja Nairobi. Bwana asifiwe sana. Ana mimi nilifanya kwa moyo safi, na mimi naonekana nilinyang'ana. Sometimes you may do something that you think it is good, lakini watu watakuwa tayari kukutoa ngozi. I want everybody to position or to put herself or himself in the position to bring. Leo ningependa tukaombe Bwana atuponye. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana akaponye wale tuliotolewa ngozi, na wale tuliopigwa kwa njia fulani, wale ambao tumeshushwa kwa njia fulani, wale ambao tumeinukiwa kwa njia fulani, that our God may heal and restore us.
Ngozi zilizotolewa tunazirudisha leo. Nyama zilizotolewa tunarudisha leo. We are going to heal. Tunaenda kuponya. Bwana asifiwe sana. Ili tukaweze kuponya mioyo na tukaweze kuponya maisha ya watenda kazi na ya wahuduma na wateule, na kila mmoja akuwe chombo na akuwe mtu wa dhamana. Feel free to do what is right and what is acceptable in the presence of God, and let nobody judge you. Tusihukumiane. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Asiyependa kufundishwa ni kama mnyama. Asiyependa kufundishwa, yule anapenda mafundisho, anapenda ufahamu. Basi tunahitaji mafundisho ili tusitoane ngozi na tusitoane nyama, tukae kama wapendwa wanaotaka kwenda mbinguni na wanaotaka kumtumikia Bwana. Tusimame.